Hello everyone. Leo tunaenda kukuonesha namna ambavyo unaweza kufanya tathmini ya matokeo ya NECTA kwa urahisi kabisa. Hapa mfano nipo kwenye website ya NECTA, nachagua mtihani ambao nataka niufanyie tathmini. Kwa kuwa tumekuwa na tendency kwamba matokeo yanavyotoka tunaambiwa tufanye tathmini ya shule, kata au halmashauri. Sasa unatumia nguvu kubwa sana kufanya hivyo, kupata tathmini hiyo. Sasa hapa leo tunaweza tukafanya kwa njia rahisi kabisa. Hebu twende tukaangalie. Ukiwa hapa kwa mfano, hapa niko kwenye website ya NECTA. Ukiwa hapa unaweza ukachagua mtihani ambao unataka uende ukafanya tathmini. Kwa mfano mimi PSLE darasa la 7, then nitachagua mwaka ready mwaka huu, then nitachagua mkoa, nachagua halmashauri, then nitachagua sample school, mfano wa shule ambao nataka niifanyie sampling ya tathmini. Mfano unaweza nikakopi. Sasa hapo ukija hapa utakopi kuanzia hapo heading. Hapo utakopi kwa mwanafunzi wa kwanza hadi wa mwisho, then uta right click hapa, then utakopi au uta control C kwenye keyboard yako, then nitafungua Excel au matokeo niliyokopi nikapaste hapo. Nitakuja hapa Excel, then tunaona inafunguka, then yes Excel ya hii hapo, then naweza nikapaste hapo kwa right click, then nikapaste hapa, then tunaona tayari yanakuwa yamefanyaje, yameingia. Kama unafanya kazi na shule zaidi ya moja, yani unataka upate tathmini ya shule zaidi ya moja, hapa utaandika schools, then utaandika jina la shule hiyo, mfano labda hii ni Uhuru, mfano tu, then utashusha kwamba ni wanafunzi wa Uhuru. Then kama una shule nyingine, then utaandika hapo, utaweka shule yao. Kwa kama ni kata utaweka shule zako zote, kata yote. Kama ni halmashauri basi utaweka shule zote ndani ya halmashauri. Baada ya hapo tunaona haya masomo yote hapo kwa continent kwenye column moja. Nataka ni separate kwamba Kiswahili iwe column yake masomo yote, then nitakuja hapa ni highlight masomo haya yote, then nitakuja separate wapi kwa column. Utakuja hapa data, then utakuja hapa text to column. Hapa text to column ndo una separate. Ukibonyeza hapa then itakuambia yes next. Tunaona tayari na separate, una next, then ukifinish tunaona tayari masomo yamekuwa separated. Naweza nikapunguza ili niweze kuona vizuri, nikapunguza hiyo columns. Yes, tunaona tayari. Then hapa mimi hizi dash sina shida nazo, naweza nikazifuta. Hizi dash sina shida nazo, naweza nikazifuta zote dash, then right click, then ina delete. Tunaona tayari yamebaki masomo, lakini pia masomo Kiswahili na sina shida nayo, naweza nikaweka hapa hii heading ili tujue hizi grade za somo gani. Hata hili somo labda la English naweza nikaweka hapa, baadaye hizi nizifute. Maarifa hizi grade zake naweza nikaweka hapa, hisabati hapa, sayansi hapa, uraia nikaweka hapa, average grades nikaweka hapo. Then masomo sina shida nayo, kwa mfano Kiswahili naweza nikafuta, then hiyo naweza nikafuta yote haya sina shida nayo, average grade sina shida nayo, then nika delete hapa. Tunaona tumebaki na nini? Na grades, kama tunaona ya Kiswahili, ya uraia kama tunavyoyaona hapa. Sasa nataka nitoe hii mikato, na yenyewe sina shida na, kwa mfano hapa B mkato, D mkato. Natoaje? Naweza nika-highlight yote ni mikato, nika-highlight pote mpaka mwisho kama tunavyoona, then nika control H ku replace, au kama unataka ni replace hiyo mkato iache wazi, then okay, basi unaona tayari mikato yote kwa masomo yote imetoka. Tumebaki na grade kwa masomo kama tunavyoona. Baada ya hapa, ina maana tumemaliza kufanya. Unaweza ukafanya analysis sasa kwa namna ambavyo wewe unaweza ukahitaji. Mimi naweza nikakopi nikabaki as original, nikaenda nikaipaste kwenye sheet nyingine ili nifanyie analysis. Sasa mimi nataka nifanye tathmini ngapi za Kiswahili, za English, za nini, kwa kutumia pivot table. Tatumiaje pivot table? Nita highlight hapa, then nita highlight sheet nani zote, kazi yote. Kama una shule zote uta highlight kama hivi, then utakuja insert hapa. Ukishakuja insert hapa, utakuja pivot, utabonyeza hii pivot table. Pivot table itakupa range, then utasema yes, nataka nifanye range hiyo. Kwa hiyo hapa inakuwa tayari. Kwa mfano nataka nipate labda Kiswahili somo la kwanza, Kiswahili nataka nipate A. Utakuja hapa column hiyo ya Kiswahili, utakuja value yake. Tunaona hapa tayari natupa Kiswahili A ngapi, B ngapi na total
ngapi kama tunavyoona, zipo 19, A, B ngapi kama tunavyoona. Lakini mfano nataka mfano ni labda ya shule, kama una shule nyingi, kwa hiyo shule utaweka hapa itakupa shule let's say shule unaweza kaweka hapa itakupa uhuru ngapi. Kama una shule nyingi, basi zote zitakuja hapo na itakuja toto. Kwa mfano sisi tulikuwa tunatolea shule moja, basi tunaweza tukafuta tukaweka jinsi tunataka tupate kwa jinsi, tunaweza kuweka hapa tukapata ngapi za wavulana za wasichana kama tunavyoona toto za somo hilo la Kiswahili. Kwa hiyo hapa unakuwa umemaliza kufanya tathmini ya somo hilo la Kiswahili. Unaweza ukakopi then ukafanya somo lingine, mfano labda let's say ukaja hapa ukasema nataka nifanye tathmini ya tumetoka Kiswahili, let's say tuseme English. Kwa hiyo utaleta hapa English, Kiswahili utaifuta, then ukibonyeza tu utaona delete. English utaweka hapa kwenye value, Kiswahili ukibonyeza utaremove field. Tushapata tathmini ya English. Tunaona column ya English ambayo hakuna A, kuna B tena ya wavulana 2 na C na D kama tunavyoona, na toto hii tunaona zinaendana. Unaweza ukafanya tathmini ya somo lingine kwa kucopy then utapaste, then utafanya somo linalofuata labda baada ya English maarifa, utaweka hapa maarifa, English hapa utaifuta, then utaweka hapa maarifa kwenye value, English hapa utaifuta. Tayari huku kwa kufanya hivyo unakuwa ushapata tathmini ya maarifa. A ziko 2 kwa wasichana, wavulana 1, jumla hiyo hapo. Lakini pia unaweza ukakopi ukapaste ili uweke somo lingine. Mfano tuna baada ya maarifa tunaweza tukafanya tathmini ya somo lingine labda ya hisabati, unaweza kaweka hapa hisabati, hii maarifa hapo ukafuta, then hisabati ukaweka kwenye value, maarifa ukafuta. Kwa hiyo kwa kutumia pivot table utaichezesha wewe mwenyewe. Mfano hisabati hawana A, wana B na kuendelea. Then unaweza ukakopi ukapaste hapa, then ukamaliza labda somo lingine la sayansi, ukaja hapa then ukasema nifanye tathmini ya sayansi, utaweka hapa sayansi, hisabati utafuta, utaweka value sayansi, hisabati utafuta. Tayari tunaona tathmini ya sayansi wana A 2. Kwa hiyo masomo yote utafanya hivi kama tunavyoona Kiswahili, English, maarifa, masomo yote tunaona hisabati na sayansi. Naona tumeshafanya tathmini ndani ya muda mfupi sana, tayari tumeshafanya tathmini na kumaliza. Kwa hiyo kwa level zote unaweza kufanya hivyo hivyo, hata kwa A level, kwa O level, yani ni just kutumia pivot table kurahisisha hivi kama tunavyoona. Kwa hiyo kama una shule nyingi, basi utafanya tu hivi na kufuata tathmini kwa correct kama tunavyoona. Thank you and welcome DB Tech.